mtu awe na pesa, awe na maisha mazuri, lazima awe mwajiriwa. Ila dunia inaenda kasi sana. Sasa hivi ajira imekuwa sio issue, kwa sababu hizo ajira zenyewe zimekuwa sio za uhakika. Ajira zenyewe unakuta mtu anapata mshahara, ila majukumu yake na mshahara ni sawa na sisimizi na kisoda. Si ndivyo jamani? Kwa mambo yamekuwa sio mazuri. Kitu kingine cha pili au njia ya pili ni kujiajiri. Ndipo unasikia mtu anasema nataka nikawe mfanya biashara. Nikawe mfanya nini? Yaani anatoka, mfano mwingine anaweza kaacha ajira yake, anaenda anafungua genge lake au duka lake. Wakati ambapo unafanya hivyo sio kitu kibaya, ila ubaya kujiajiri, unauza muda wako ili uingize pesa. Na mfano hawa watu nikiwatolea ili munielewe, kuna watu wana maduka Kariakoo, si ndivyo jamani? Wapo hapa ambao mnawafahamu ndugu zenu, unakuta kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili yupo busy. Kwa nini? Akikosa kufika Kariakoo atengenezi pesa. Kwa anaingiza pesa kwa sababu yeye yupo. Akiwa hayupo atengeneze nini? Pesa. Hiyo ni mbaya. Huyu ni mtu ambaye atakuwa anafanya kazi kuitumikia nini? Pesa. Haipaswi hivyo. Unapaswa pesa ikutumikie wewe. Ukiwa ni mtu yani unatumika kwa ajili ya kupata pesa, una namna huwezi kufai maisha. Sababu huyu mtu utamkuta hata akipata msiba, anaweza akasema mtu anawakilisha. Si ndivyo jamani? Kwa sababu yupo busy, anajua nisipofika dukani, nisipofungua, siingizi hela. Kwa hiyo kweli anaingiza hela, ila hela yake hana nayo uhuru, anakosa muda na familia, anakosa, yupo busy, yani yupo busy. Mtoto akitoka shule anampeleka tuition kwa sababu hana muda kukaa na ni mtihani, si ndivyo? Lakini pia njia ya tatu ya kutengeneza pesa ni umiliki wa biashara.